Kuna watu wengine wanapotekwa wanakuja wanaelezea. Kwa mfano kuna huyo bwana aliyetekwa yule Satifa nafikiri, ambaye alipelekwa anasema mpaka Katavi, pigwa risasi, akaachwa kule mahali. Aliporudi anaelezea kabisa, nilichukuliwa Dar es Salaam nikapelekwa mahapa, anaelezea. Kwa hiyo haiwezekani kwamba watekaji hawa hawafahamiki kabisa. No, wanafahamika. Lakini kwa nini hakuna desperate means za kuwapata? Why? Mtu anaweza kunijibu kwa unafiki. Akanijibu asema, wewe Gwajima bwana, hawa watekaji unasema wanafahamika, basi tuambie ni kina nani. Ndugu yangu, Mo alitekwa pale Korosham wakati ule. Mimi nilipiga kelele, rudisha Mo. Kama unabisha, nenda kwenye YouTube. Nilisema mrudisheni Mo. Na wakati ule rais alikuwa Magufuli, whether yeyote, utekaji haukubaliki anytime. Wakati kina Roma Mkatoliki wanatekwa, mimi nilipiga kelele. Wakati utekaji ulikuwa umeshamiri, nilipiga kelele. Tangu wakati wa Magufuli na wakati huu sikubali utekaji. Kwa mambo mema ambayo mtu anafanya anatakiwa asifiwe, kwa mambo maovu anayofanya anatakiwa akemee bila kujali yeye ni nani. Tanzania ni yetu sote. It does not belong to a single entity. It belongs to all of us. Tanzania ni yetu sote, si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania wote. Siasa huja na kuondoka, na wanasiasa huja na kuondoka, lakini Tanzania inadumu vizazi hadi vizazi. Lazima tuilinde nchi yetu. Ndiyo maana mimi nasema kabisa, kuna kikundi kanakoshughulika na utekaji. Sio vyombo. Mimi na hakika si vyombo. Kuna kikundi kanakoshughulika na utekaji. Na ninapoongea sasa hivi kikundi haka kanakasirika kweli. Huyu Gwajima mbona hajatekwa yeye? Huyu Gwajima unasikia, huyu kaondoka, yule kaondoka. Watu wanakwisha nchi na tuko kimya. Msiba ukiwa kwa jirani yako, utakuwa na ujasiri wa kwenda kuandika kwenye daftari na changia. Siku utakapopatwa na msiba, huwezi fungua macho yako. Wake up. What is happening on your neighbor, it will soon happen in your house. Kinachotokea kwa jirani yako kitatokea kwako. Mwisho wa chama chetu cha Mapinduzi sio mzuri kama hakuna haki. Narudia tena, mwisho wa Chama cha Mapinduzi kama hakuna haki, hauwezi kuwa wenye afya. Anayekuambia kweli anakusaidia. Anayekupaka mafuta kwa mgongo wa chupa anakudanganya. At the end of the day unatumbukia kwenye shimo. Ni afadhali kisu cha daktari mpasuaji kinachoumiza kwa lengo la kupasua, kuliko dawa za kuondoa maumivu zinazokuondolea maumivu kwa muda na zinakusukuma kwenye mauti ya milele. Narudia tena. Better a knife of a surgeon that hurts for the purpose of healing than a pain-killing medicine that cures you for a while and pushes you to your doom. Ni afadhali kisu cha daktari mpasuaji kinachoumiza kwa lengo la kutibu, kuliko dawa za kuondoa maumivu zinazokuondoa maumivu kwa muda halafu zinakusukuma katika giza la milele. Nataka kusema liko jambo litatokea mbele yetu. Narudia tena, kama haki za watu wanyonge wa Tanzania, kwa maana ya, kwa mfano haki zetu sisi kama Kanisa la Ufufuo na Uzima, haki za Watanzania wengine wanyonge, haki za maaskofu. Kama unashinda uchaguzi bila watu, unaweza ukapiga maaskofu kama unavyoweza. Si huwategemei, you don't need them. If you can win an election without the people, then unaweza kuwapiga maaskofu kama unavyoweza, ni salama. Tunaweka rekodi gani katika nchi? Kiongozi wetu mkuu, Father na katibu wa baraza la maaskofu wa Kanisa Katoliki, mlezi wetu, anapigwa kwa lengo la kutaka kuuawa, na hakuna mtu anayepelekwa mahakamani, na inakuwa ni salama na watu wanashinda uchaguzi. Narudia tena. What record are we doing now? What record? What do we register? Tunasajili nini? Panapotokea makanisa 2006 yanafungwa, watu 3.8 wanakuwa ignored, na ni salama, na unashinda uchaguzi bila wananchi. Hii ina maana kwamba utafika wakati wananchi watachoka. Na washauri Chama cha Mapinduzi na serikali,
tunakoelekea sio pazuri, na kwa sababu ni Mungu wa haki, wananchi wakishughulika kwa njia zao za kulalamika, za kulia, za kuomboleza, na hakuna mtu anayechukua hatua, hatimaye Mungu anachukua hatua. Narudia tena, wananchi wanapolalamika na kulia na kuomboleza kwenye mitandao, na Watanzania wote, na hakuna mamlaka ya kimwili, a secular institution inachukua mamlaka za rohoni huwa zinachukua kozi. Yuko Mungu anayejali watu, yuko Mungu anayeishi, yuko Mungu aliye juu ya Chama cha Mapinduzi, yuko Mungu aliye juu ya wanadamu wote wanaoishi, na ndiyo Mungu aliyeyaumba mataifa. Na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero, anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu akaambiwa na mtu, bwana, tutakuteka, tutakuua na Watanzania watakulilia kwa siku 3 afu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia, bwana, tutakuchukua, alafu Watanzania watalia siku 3 watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tunauresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi nauresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe. Hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi. Mwanamapinduzi ya askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie, kina Mwakipesile wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao. Maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema. Sikiza niwaambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawawezi kukubaliana na wewe. Hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa, ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaliana na wewe, na pamoja na kwamba ni waumini wako, wakukusema sema wapo. Wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma. Kama kiongozi lazima uwe na courage ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka wote utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi. Baada ya kushinda uchaguzi, kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amkeni. Nasema tena, this is a last wake up call. Hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba amkeni, tutapoteza nchi. Kataa utekaji, disappearance of persons. Tiba ya ulinzi wa maono ni hivi kwamba ili maono ya nchi yalindwe, tuwe na vyombo vya kulinda maono. Kwa mfano, mimi nilipokuwa bungeni nimezungumza sana kuhusu maono ya muda mrefu. Nikasema kwamba hakuna nchi yenye uwezo wa kuendelea kwenye miaka 10 au 15 au 20. Nchi zinaendelea kuanzia miaka 50, miaka 100. Na nchi zile ili ziendelee, lazima kila rais anayeingia madarakani aendelezee pale mwenzake alipoishia. Continuation. Rais yeye anaingia, anaendelea, halafu rais mwingine anaingia, kunakuwa na muendelezo, kwa sababu maono ya taifa ya kwepo. Nikupe mfano mzuri. Kwa mfano, Rais Nyerere anaishia hapa. Anaingia Mheshimiwa Mwinyi, anaendeleza alipoishia Mwalimu. Anaingia Mheshimiwa Mkapa, anaendelea pale. Anaingia Mheshimiwa Jakaya, anaendelea pale. Anaingia Magufuli, anaendelea pale. Anaingia Mama Samia, anaendelea pale. Hizi continuation zinatupa maendeleo. Lakini lazima kuwe na maono ya taifa yaliyoandikwa. Nimesukuma bungeni mpaka kweli Mungu amesaidia, tumeandika maono. Lakini shida, tutayalindaje haya maono? Yatalindwaje? Yatalindwaje haya maono? Ndiyo, tumeyaandika kwenye makaratasi hapo. Vitu vingapi tumeviandika na havifanyii kazi? Ataingia kiongozi, hafanyi yale maono. Tajenga madaraja, tutapiga makofi. Tajenga leta, piga makofi. Lakini hafanyi yale maono. Ni nani wa kwenda kumwambia mheshimiwa samahani, yale maono yetu ya wananchi huyafanyi? Hayupo. Waziri atamwambia, atafukuzwa kazi. Waziri mkuu atamwambia, waziri mkuu ni mteule wa rais. Makamu wa rais atamwambia, hawezi kumwambia. Sasa hivi vyombo sasa vya kwetu hivi vinavyokuwa na kujitegemea fulani,
vinakuwa pia walinzi wa maono. Wana uwezo kwa unyenyekevu kumwendea mheshimiwa rais, mheshimiwa, tumekuja kwako. Sisi wakuu wa vyombo, maono ya wananchi ni haya. Maono ya wananchi ni kwamba wanataka gridi ya taifa ya maji. Maono ya wananchi ni kwamba wanataka kila wilaya iwe na hospitali. Maono ya wananchi ni kwamba wanataka kila barabara iwe ya lami. Maono ya wananchi wanasema kila mtoto mwenye uwezo wa kusoma chuo kikuu asome chuo kikuu. Maono ya wananchi ni kwamba asipatikane mtu wa kukaa kwenye nyumba ya majani. Maono ya wananchi ni kwamba kuwe na innovation centers, centers za uvumbuzi, wale watoto wenye vipaji maalum wawekwe pale. Unaanza kuondoka mheshimiwa. Hao watakuwa ndio walinzi wa maono. Vinginevyo, bila ya hivyo, tutaandika maono kwenye vitabu ambayo hatuwezi kuyalinda.